Mahusiano yako na Mungu ndicho kitu ambacho ni cha thamani na chenye nguvu kwenye hii dunia, na ambacho Ibilisi anakipigania kila siku ili aweze kukiharibu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kule kushindwa kuomba wakati mwingine, kule kushindwa kufanya mambo ya Mungu, kule kupoteza ile hamu na kiu ya kumtafuta Mungu, si kitu cha kawaida. Manake ni vita inafanyika kwenye ulimwengu wa roho ya kukufanya utoke kwenye hicho unachotaka kukifanya cha kuimarisha mahusiano yako na Mungu. Nisikilize. Biblia inasema hivi katika Methali, linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, kwa sababu ndiko zitokako chemichemi za nini? Za uzima. Nisikilize mtu wa Mungu. Kwa nini uulinde moyo wako? Wakati mwingine tunalinda mioyo yetu kwa sababu ndani ya mioyo yetu tunapokuwa tumeiweka vizuri na Mungu, tunapokuwa tumeitengenezea mazingira mazuri na Mungu, ndio sasa tunapata ile connection ya kiungo. Ndio sasa tunapata ile connection ambayo inaleta uzima katika kila eneo la maisha yetu. Hivi unajua? Ngoja nikushangaze. Hivi unajua mahusiano yako yakiwa vizuri na Mungu, kuna vitu kwenye maisha utaomba? Mnaelewa hilo? Hivi unajua kama mahusiano yako na Mungu yako vizuri, kuna wakati familia yako wataanza kunufaika, wataanza kubarikiwa. Kuna wakati familia yako itatoka kwenye vifungo, itatoka kwenye mateso fulani na kuwa huru na kuwa na starehe kwa sababu ya mtu mmoja aliyesimama na kuleta na kuimarisha mahusiano yake na Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amina. Mimi nakwambia ukweli, ni kitu ambacho mimi mwenyewe nimekiona kwenye maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapokuwa na mahusiano yako mazuri, mahusiano yako na Mungu yanapokuwa vizuri zaidi, hata majirani zako unaoishi nao, kuna neema inaanza kushuka na kufika kwao na kuwafikia. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya mahusiano yako na Mungu kuwa vizuri. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Nisikilize. Inaweza ikawa kuna mahali ulifika au ulipita ukamkosea Mungu. Siku zote shetani anachokifanya ni kuhakikisha anakuvuruga ili uanguke. Biblia inasema hivi, kumbuka ni wapi ulipokosea, urejee ukatubu. Kumbuka ni wapi ulipoanguka. Nisikilize. Huu mfano nitautoa na naamini maisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakumbuka siku moja nikiwa ndio nimeokoka tu mwanzo. Nawapa shuhuda hizi za kwangu mwenyewe za kujenga ili zikusaidie. Nikiwa nimeokoka mwanzo, nilikuwa napenda sana muziki wa dunia. I tell you. Nilikuwa napenda sana Bongo Flava. Nishawahi kupewa zawadi kwa ajili ya kuimba Bongo Flava. Niko vizuri sana kwenye hilo eneo. Siku moja nikiwa nimetoka kanisani, nikawa nimealikwa sehemu kulikuwa kuna sherehe Jumapili. Nimefika kwenye sherehe, si nikacheza muziki rafiki yangu, na nimetoka kanisani. Na muziki nikacheza kwenye sherehe. Muziki mkubwa, tukacheza muziki kweli. Nilipotoka kwenye ile sherehe, ilikuwa ni kama Petro alivyomkana Yesu. Bwana Yesu atusaidie sana. Mnakumbuka Petro alivyomkana Yesu alichokutana nacho? Ndio na mimi nilikutana na hicho kitu. Iliniumiza sana ndani yangu. Nikamwambia Mungu, kuanzia leo ninaomba unisamehe na sitarudia. Baada ya hapo shetani, Mungu baada ya kunisamehe, shetani akawa analeta mashtaka. Mnafahamu mashtaka? Iko hivi. Na hichi ni kitu ambacho tunatakiwa, kama umeshawahi kuanguka au umemkosea Mungu, alafu kikawa kinakutokea kwenye maisha yako, baada ya kutubu, unatakiwa umkabili shetani kwa namna hii ili uwe huru. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa wakati wowote umemkosea Mungu ukatubu, shetani lazima aje na mashtaka ya kukushtaki. Anakuletea mashtaka. How can I put it? Anakuletea mashutumu ya kukushutumu kwamba kwa nini umefanya, wewe ni mtumishi wa Mungu. Siku hiyo nakumbuka nimetoka kwenye muziki, nikaja nikalia sana, nikatubu. Na nikajua kabisa Mungu amenisamehe kwa kile kitu nilichokifanya. Baadaye shetani akawa ananiletea, ananiambia, mtumishi wa Mungu, umetoka kucheza disco kweli? Na wewe utajiita mtumishi wa Mungu, umetoka kucheza muziki kweli?
Unaweza kuhubiri tena neno la Mungu wewe? Je, unaweza kumshuhudia Yesu kweli tena wewe? Haiwezekani tena. Nakumbuka siku nilifanya kitu kimoja ambacho sijui ilikuwaje, lakini ile ilikuwa ni kiroho zaidi. Nakumbuka ilikuwa ni usiku, nikawa nimewasha taa, nikaenda kwenye kioo cha kujiangalia, nikasema, Shetani nisikilize. Nilienda kwenye kioo na nikiwa nimewasha taa, nikamwambia Shetani nisikilize. Sikilize vizuri. Si unaniona mimi? Yeah. Ni kweli nilikuwa nimemkosea Mungu. Sikiliza, hii itakusaidia. Nikamwambia Shetani, ni kweli nilikuwa nimemkosea Mungu, lakini nimesharudi kwa baba yangu, nimeshatubu na amenisamehe. Kwa hiyo hapa una cha kwako, fungasha virago, ondoka. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kuzungumza yale maneno, kule kushtaki, ile kujilaumu, yes, ile kujilaumu na ile sauti iliyokuwa inanisemesha kwamba mimi ni nani, nimefanya kosa hili, inanikumbusha mara kwa mara, ile kitu ikapotea kabisa kwenye maisha yangu. Ikapotea kuanzia pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuanzia pale nikawa huru. Bwana Yesu asifiwe. Na kuanzia pale nikaanza kufanya utaratibu. Nikawa naenda kwenye maombi pole pole, na muomba Mungu anisaidie na aniondolee kile kitu, na aniondolee ile roho iliyokuwa inanisumbua ya kupenda muziki wa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nisikilize kijana. Biblia inasema hivi, basi iondoeni ile dhambi inayowazinga kwa upesi. Hakuna mtu asiyekuwa na kitu kinachomsumbua. Nakwambia ukweli. Wokovu, kumkiri Yesu na kumpokea Yesu ni tukio ambalo linafanyika mara moja, lakini kuweza kuwa huru, kuweza kuwekwa sawa, kuweza kusimama katika usahihi unaotakiwa ni mchakato unaohitajika kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na ndio maana sio vizuri sana kumlaumu kila mtu unayemwona ameokoka. Umenielewa? Sikiliza. Kila unapomwona mtu aliyeokoka anafanya makosa fulani, si mpango wa Mungu wewe kuanza kusimama na kumlaumu huyo mtu. Utakuwa unamkosea Mungu. Kwa sababu Biblia inasema hivi, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Maana yake ni nini? Ili uweze kuwakamilisha watakatifu, ili uweze kumsaidia mtu ambaye amemjua Kristo aweze kuachana na yale maisha ya zamani, ni lazima wewe ambaye umeshashinda kutoka kwenye hayo maeneo uwe ni mtu wa karibu wa kumsaidia na kumuongoza. Haleluya. Haleluya. Amen. Uwe ni mtu wa karibu wa kumbeba na kumuombea pamoja na udhaifu wake. Haleluya. Amen. Malaika nasimamisha hii mvua sasa kwa jina la Yesu. Tuko kwenye ibada. Tuko kwenye ibada. Tuko kwenye ibada. Tunatambua uwepo wako. Naomba ukatike, tumalize ibada, tuende majumbani ndio uanze kunyesha. Katika jina la Yesu. Amen.